Okay guys, karibu tena kwenye sehemu ya pili ya namna ya kuomba sasa hayo maombi. Baada ya kuwa umemaliza kusoma sasa maelekezo yote na ukaona kwamba una sifa za kuomba, cha kwanza utaandika barua yako kwa kupitia anwani iko hapo chini: Mkurugenzi Mkuu, Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa, Mtaa wa Jamhuri, SLP 1291 1101 Dodoma. Sasa hii ni kama ukiwa unaandika kwa Kiswahili basi utatumia mfumo huo, lakini kama utakuwa unataka kuandika kwa Kiingereza utakuja hapa upande wa kulia, kuna sehemu amesema job vacancy announcement. Kwa ukifungua pale utaona tangazo lipo kwa Kiingereza, na unaweza kuja hapo chini ukaangalia hii address kwa mfumo wa Kiingereza na ukaweza kuomba kwa mfumo wa Kiingereza. Lakini pia hata ukitaka kwa mfumo wa Kiswahili ambao ndio tulikuwa tunapitia hiyo, na yenyewe pia ipo maeneo ya hapo, kwa maana utaandika kwa katika mfumo huo. Okay. Sasa baada ya kuwa umeshafanya hiki kitu, kwa maelezo yetu hapa yanaeleza kwamba uje uguse kwenye linki hii. Lakini ukigusa kwenye hii linki moja kwa moja inakuleta kwenye ile page yetu ya kwanza, kwa maana ya home page. Kwa unachotakiwa kukifanya sasa, wewe usifanye hivyo. Ingia, andika ajira.pccb.go.tz, piga enter hapo. Itakufungua sasa kwenye hiyo poto ambayo inakuruhusu sasa wewe kufanya hayo maombi. Kama ulishawahi kufungua account, basi utaingiza email yako hapo pamoja na password. Kwa maana kama ulishawahi kufungua account ya poto ya PCCB, basi utaingiza email pamoja na password yako. Lakini kama utakuwa ulishawahi fungua na ukawa umesahau password, basi utakuja kwenye forgot password ili uweze kutengeneza password mpya. Lakini usifungue mpya nyingine ikiwa tayari ulishawahi kufungua kipindi cha nyuma. Okay, kwa kuwa mimi sijawahi kufungua, ninakuja moja kwa moja hapa kwenye create account. Nikija kwenye create account, kuna vipengele vinatokea hapa. Kipengele cha kwanza kinataka uchague unaomba nafasi gani. Nafasi ya kwanza ndio hiyo assistant investigator. Ya pili investigation officer. Ukienda kwenye ile lugha ya Kiswahili ya Kitanzania ambayo inaeleweka, inamaanisha kwamba nafasi ya kwanza ni afisa uchunguzi, ambazo ni nafasi 250, lakini nafasi ya pili ni mchunguzi msaidizi, nafasi 250. Kwa maana nyingine ni kwamba huyu assistant ni yule msaidizi, lakini huyu investigation officer ndio yule mtafiti au mchunguzi mkuu. Kwa hiyo inategemea wewe unaomba kitu gani, na unapokuwa unaomba unakumbuka kwenye lile tangazo letu kwamba yule msaidizi ana vigezo vyake, kwamba labda awe mlinzi, awe ana fundi wa magari. Kati ya hichi kimoja anaweza kukitumia kufanya hayo maombi, huyo msaidizi. Lakini kwa yule ambaye ni mkuu sasa, afisa uchunguzi, yeye anaangaliwa kwenye shahada au stashahada ya hizi nani ambazo zimeorodheshwa hapo. Kwa kwenye hizi taaluma ambazo elimu ambayo ameipata kwenye hivi, basi anaweza kuingia kwenye hii eneo ya investigation officer. Sasa tuseme labda tutumie investigation officer ambaye ni mkuu. Tutakuja hapo, itataka tuingize email. Okay? Mimi nitaingiza email yangu hapo. The Voice of Francis @gmail.com. Hapo itataka uingize namba yako ya simu, utaingiza namba ya simu. Hapo itataka utengeneze password. So password inategemea na wewe unataka password ya aina gani. Inaweza ikawa ikakutengenezea yenyewe kama ilivyotengeneza hapo, au ukatengeneza password yako mwenyewe kwa kulinganisha na hizi vigezo ambavyo vimewekwa hapo. Kwa maana ya kwamba password inatakiwa iwe na at least hizo tarakimu 8 ambazo zinaweza zikawa ni herufi au zinaweza zikawa ni character kama hizo alama. Lakini pia herufi kati ya hizo A mpaka Z lazima moja iwe kubwa na nyingine ziwe ndogo, lakini pia lazima kuwe kuna namba. Kwa hiyo utakuja utatengeneza password yako hapo. Kwa mfano
labda tutengeneze password yetu. Mimi nitaingiza password yangu ambayo nafikiri inaweza ikafaa hapo. Okay. Baada ya kuingiza password yangu naona imenikubali hapo. Na utakapokuwa unatengeneza password yako, utatumia hii option hapa kuangalia kama ya juu na ya chini zinafanana, ili usiweze kukosea, kwa sababu umeandika alafu una confirm. Baada ya hapo uta create nini, account yako. Unapokuwa una create itakuletea ujumbe huu wa kwamba kwa sasa ndo unaelekea kufanyaje, unaelekea kuomba kazi ya nini, investigation officer. Na wakati unaomba hii investigation officer, wanasema hautaweza kubadilisha usajili wako ukisha kuwa unaendelea. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini kwamba je, wewe unataka kuomba kitu gani? Kama unataka kuomba hiyo, basi uwe makini hapo. Mimi nitasema yes. Kwa baada ya hapo wataniambia kwamba verification code has been sent to thevoiceoffrancis@gmail.com. Kwa maana ya kwamba sasa kuna kodi ambayo imetumwa kwenye email yangu ya thevoiceoffrancis, ambayo sasa ndo hiyo kodi natakiwa nije itanisaidia kwenye kukamilisha zoezi. So nafanya okay. Ukisha minya okay, itaanza kuhesabu kodi. Kodi yako ita expire baada ya hizi dakika 9. Kwa hiyo unarudi sasa kwenye email yako ili uweze kuingiza hizo kodi ambazo umetumiwa. So unaenda kwenye email yako, kisha enda kwenye email yako na unafungua ile email ambayo ndio ambayo umeitumia kufungulia hapo account. Okay. So baada ya kuwa umeenda kuchukua ile kodi yako, utakuja kuiweka hapo ile kodi ambayo umeshaichukua. Ukishaiweka uta verify. Itakuhitaji kama unataka kusave hizo password zako kwenye hii nani browser, lakini mimi nitasema hapana, usisave. Alafu utaweka okay. Kwa baada ya hapo sasa, maana yake umeshathibitisha kwamba ile email yako inaweza kutumika kwenye hili zoezi. Basi baada ya kuandika hapo, nakuja naweka password yangu. Alafu nafungua. Inafunguka namna hiyo. Kwa hiyo kufikia hapo maana yake tayari unakuwa umefungua, umeingia kwenye mfumo wa portal ya EPCCB. Ukishafungua hapo chini pia kuna maelekezo mengine ambayo ni kama yale ambayo umesoma kule kwamba unatakiwa uwe ni mtu ambaye hauna tuhuma yoyote, au ni mtu mwadilifu, hauna makosa. Kuna sheria, vitu vingi ambavyo vimeorodheshwa hapo. Kwa mimi naweza nikaja hapa nikabadilisha, nikatoa kutoka kwenye Kiingereza nikapeleka kwenye Kiswahili ili tuelewane zaidi. Kwa hiyo unaona hapo kuna masomo yameorodheshwa hapo ambayo yanaangaliwa kuanzia uhasibu, sijui sanifu majengo, yale yote ambayo tulikuwa tumesoma katika sehemu yetu ya kwanza. Kuna ufaulu daraja la pili la chini unahitajika, ufahamu mzuri wa kazi ya TEHAMA kwa maana ya kompyuta pia unazingatiwa. Mtu aliyesajiliwa kwenye bodi, kwa mfano wale wahasibu na nini, au wa mainjinia, hiyo inakuwa ni sifa nyingine ambayo ni nyongeza pia. Na mwombaji asiwe amefikisha umri wa miaka 29 ifikapo Mei 2026. Nayo tumeizungumzia sehemu ya kwanza. Sasa baada ya kusoma hivi vigezo vyetu vyote, mwishoni anasema kumbuka, waombaji watakaofanikiwa watapangwa katika ofisi yoyote ya wilaya ndani ya Tanzania bara. Kwa hiyo wewe ukiona umefanikiwa kupata hii nafasi, basi utapangiwa katika ofisi yoyote katika wilaya ambazo zipo ndani ya Tanzania bara. Okay, baada ya hapo utakuja upande wa kushoto, kuna sehemu wamesema omba sasa. Utagusa hapo omba sasa. Baada ya kugusa omba sasa,
itakutaka sasa ujaze hizi taarifa ambazo ziko katika maeneo haya mnayoyaona, lakini upande wa kulia inakuonesha kwamba maombi yanafungwa baada ya siku 20. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba siku ya leo ambayo tunafanya haya maelekezo, zimebaki siku 20, masaa 21, dakika 11 na sekunde 20. Na unakuja sasa unaanza kujaza taarifa zako. Kwa mfano unaandika majina yako yote. Utajaza majina yako. Kwa mfano mimi Francis, utajaza jina la katikati, utajaza jina la mwisho, utaweka na jinsia yako, tarehe ya kuzaliwa utajaza hapo, utajaza mkoa wa makazi, kama ni Dodoma utaandika huko Dodoma ni wilaya ipi, kama ni Bahi utaandika, utaweka mawasiliano yako. Itakuja itataka uandike namba ya NIDA. Ikumbukwe kwamba kwa sababu kule nyuma kwenye tangazo letu lilikuwa limesema watu ambao wanatakiwa hawapaswi kuwa na umri zaidi ya miaka 29. Hii inamaanisha kwamba ukija kuomba, mfano wewe umezaliwa, tukasema umezaliwa labda mwaka 1993 mwezi Januari tarehe 5. Kisha weka tu hivyo, inakwambia umri wako lazima uwe kati ya miaka 18 na 28 ili kuendelea. Kwa hiyo hakikisha unaweka zile taarifa ambazo zinahusiana na vile vigezo ambavyo wanavitaka. Ukimaliza hii hatua ya kwanza, utaingia hatua ya pili ambayo ni sehemu ya elimu. Sawa ambazo taarifa za elimu nazo utakuja kuzijaza eneo hilo. Anasema tafadhali kamilisha na uhifadhi taarifa binafsi kwanza kabla ya kujaza sehemu hii. Na ikumbuke kwamba ukishajaza hizi taarifa binafsi hapa zinazotakiwa, hizi ndo zitakupelekea sasa wewe kuja kuomba hizi eneo lako la elimu kutokana na eneo lile la kwanza likiwa limekamilika. Ukitoka hapo utakuja kuingia kipengele cha 3 ambacho ni viambatanisho. Sasa kwenye viambatanisho vinavyoangaliwa hapa ni vile ambavyo vilikuwa vimezungumzwa kwenye ili zoezi, kwamba utakapokuwa mwombaji anatakiwa kuambatanisha vyeti vyake vya shahada, vyeti vya kidato cha 4 na cha 6, cheti cha darasa la 7, vyeti vya kitaaluma pale inapohusika, cheti cha kuzaliwa, picha moja ya ukubwa wa passport ya iliyopigwa hivi karibuni. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba viambatanisho watakavyokuwa na vitaka hapo vinahusiana na hivyo. Baadaye utakuja utaweka wadhamini, ambapo wadhamini hapa unaona fomu ya taarifa ya wadhamini jinsi inavyokaa. Kuna jina la mtu ambaye anahusika kama mdhamini wako, ofisi anayofanyia kazi, email yake pamoja na namba ya simu. Kwa hiyo ukishamwandika huyu, utaendelea utajaza mtu wa pili, lakini pia utajaza na mtu wa 3. Kama tunakumbuka kwamba ilisema inahitaji wadhamini 3. Baada ya kumaliza hapo, utakuja hatua ya mwisho ambayo inasema kukagua na kuwasilisha. Utakagua taarifa binafsi kwa maana zile taarifa ambazo umezijaza. Utakuja utakagua mambo ya elimu kama taarifa zimeingia sahihi. Utakagua viambatanisho ambavyo umeviweka, lakini utakagua taarifa za wadhamini. Mwisho ukishaona kila kitu kimekaa sawa, utakuja utapiga tiki hapa ukiwa unasema ninathibitisha kwamba taarifa niliyotoa ni kamili na ya kweli. Natambua kwamba taarifa yoyote ya uongo au ya kupotosha inaweza kusababisha hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi yangu. Ukishamaliza hapo, utawasilisha maombi. Kwa kufanya hivyo utakuwa umekamilisha kabisa ili zoezi lako la kuweza kuapply au kuomba maombi ya kazi ya huyu mnani anaitwa kwa Kiswahili anaitwa mchunguzi, anaitwa afisa uchunguzi. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo utakuwa umemaliza zoezi lako la kufanya maombi. Mpaka hapo nilipofikia, nadhani mtakuwa mmepata picha kidogo kwa yule anayeomba. Lakini pia kama utakwama, usisite kucomment hapo chini kuomba msaada wote wa namna ya kusaidiana. Lakini pia unaweza kunicheki kwa mawasiliano yangu ya hapo pia katika link ya hapo chini. So ulikuwa na mimi Francis Tweve na hii ni Lumuli Image. Ciao.